Kijana huyo alikuwa mjeuri na asiyetawala tangu utotoni na alichukia kusoma. Ili kumfanya mama yake akasirike, hata alijitupa makusudi kwenye pipa la taka ili kuokota chupa. Mwanamke huyo tajiri aliumizwa kichwa sana na tabia yake. Wakati huo, msichana mmoja alinyakua ghafla chupa kutoka mkononi mwake na kumtupia mwizi. Kijana huyo alipigwa na butwaa. Mwizi huyo alikasirika sana na akainuka ili kupigana. Lakini msichana huyo alibaki mtulivu kabisa na akamdhibiti kwa urahisi. Alipoona hivyo, mwanamke huyo tajiri alimvunja dharau na kuhisi kwamba angeweza kumnyoosha mwanae. Alisogea mbele na kuambia walinzi wake wamchukue mwizi huyo. Hapo hapo bibi wa msichana huyo alikuja akikimbia. Ilikuja kugundulika kuwa mwizi huyo alikuwa amewaibia pesa zao. Baada ya kusikia mazungumzo yao, mwanamke huyo tajiri aligundua kuwa bibi huyo alikuwa mgonjwa na alihitaji pesa nyingi. Aligundua jinsi familia ya msichana huyo ilivyokuwa maskini na akaamua kuwafuata hadi hospitalini. Hospitalini hapo daktari alisema upasuaji ungegharimu $200,000. Aliposikia hayo, bibi huyo aliamua mara moja kuacha upasuaji na kurejea nyumbani. Msichana alimzuia haraka akisema atatafuta njia ya kuchangisha pesa hizo. Wakati huo, mwanamke tajiri aliingia ndani. Alisema atalipia gharama za upasuaji huo kwa sharti moja: msichana huyo alitakiwa kumfundisha mwanae masomo ya ziada. Kwa ajili ya bibi yake, msichana huyo alikubali. Muda mfupi baadaye, msichana huyo alifika nyumbani kwa mwanamke huyo tajiri. Alimwona kijana huyo mara moja akiwa amesimama juu ya meza akirarua vitabu. Ili kumfanya awe na adabu, alimwomba mtumishi amletee mfagio wa manyoya. Alimwendea kijana huyo na kumwambia kuwa atakuwa mwalimu wake tangu wakati huo na kuendelea. Lakini kijana huyo alikataa kusikiliza na kuendelea kumfanyia dhihaka. Msichana alipoteza uvumilivu na kutoa ule mfagio wa manyoya. Kijana huyo aliingiwa na uoga papo hapo na kukimbia huku na kule akijaribu kutoroka. Baada ya kukamatwa, hatimaye alisalimu amri na kuahidi kusoma kwa bidii. Siku iliyofuata, msichana huyo alipokuja kumfundisha, alikuta kijana huyo ameweka mitego mlangoni. Baada ya msichana huyo kuangukia kwenye mitego miwili mfululizo, kijana huyo alicheka kwa sauti kubwa. Msichana alichukizwa kabisa na kumpa somo mara moja. Wakati mwanamke tajiri anakuja kukagua, kijana alikuwa tayari ameshatulia na alikuwa akisoma kwa utii. Chini ya uongozi wa msichana huyo, mara nyingi walikuwa wakisoma hadi usiku wa manane. Ili kuzuia asisinzie, alimfunga vibanio viwili vya nguo masikioni mwake. Kijana alilalamika, masikio yangu yanauma. Sitaki kusoma. Sekunde iliyofuata, msichana huyo alifunga vibanio viwili vya nguo kwenye masikio yake mwenyewe. Alisema, nitashiriki maumivu haya na wewe. Je, unaweza kusoma sasa? Kijana huyo alishangazwa na kitendo chake na akaacha ukaidi wake. Alichukua kalamu yake na kuanza kusoma. Akiwa naye karibu yake, kijana huyo alianza kuhisi kwamba maisha hayakuwa ya kuchosha tena. Watoto wawili wasio na hatia walianza kujenga hisia za mapenzi hatua kwa hatua na kuacha alama nzito na ya kudumu kwenye mioyo ya kila mmoja wao. Mwanamke tajiri alipoona kijana amemaliza kazi zote za nyumbani za shule, alishangaa sana. Ili kumshukuru msichana huyo, aliamua kumtubsia hitaji lake moja. Msichana huyo alisema mara moja kuwa anataka kwenda kumtembelea bibi yake hospitalini. Mwanamke tajiri alikubali. Muda si muda, msichana huyo alipelekwa hospitalini. Bibi yake alipomwona alihisi hatia sana. Aliamini msichana huyo alipaswa kuwa akifurahia ujana wake badala ya kuwa na wasiwasi kuhusu pesa. Kwa bahati nzuri, hali yake ilikuwa imeimarika na angeweza kumchukua msichana huyo kurudi nyumbani baada ya siku chache. Siku ya kuondoka ilifika haraka. Msichana alimuaga kijana huyo pamoja na mama yake. Alikuwa amemaliza kazi yake ya ualimu wa ziada. Mwanamke tajiri hakutaka aondoke na akapendekeza ahamie kwenye shule anayosoma kijana huyo. Msichana alikataa kwa sababu bibi yake alikuwa akimsubiri nyumbani. Siku hiyo, kijana huyo aliyekuwa amezoeshwa vibaya hapo awali alitokwa na machozi machoni mwake kwa mara ya kwanza. Alitazama gari la msichana huyo likitoweka polepole kwa mbali. Aliapa kwa siri kwamba siku moja atamtafuta. Komenti kama unahitaji mwendelezo.